Hey guys, mambo vipi? Je, unaweza kuamini kwa kutumia AI unaweza kutengeneza nyimbo kali? Hebu sikiza hichi kipande, alafu utoe maoni yako hapo chini, uniambie kama ni kali ama ni vipi. Every touch, every kiss leaves me wanting more with you. Love is something I adore. You hold the key. I'm locked inside. No need to run, no need to hide. Take my heart, is yours to keep. I love you forever, so deep. No turning back, we're meant to be. Take my heart and set me free. Take my heart, is yours to keep. I love you forever, so deep. No turning back, we're meant to be. Take my heart and set me free. Yeah. Yes, najua umeshangazwa, lakini ukweli ni kwamba hii nyimbo imetengenezwa kwa kutumia AI. Nao kinachofuata nitakwenda kuonesha hatua kwa hatua ya jinsi ambavyo niliweza kutengeneza wimbo huu. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video yetu, usisahau kusubscribe, unaweza ukaacha maoni yako katika comment, utalike, and then kama utakuwa na chochote kitu, unaweza ukaniandikia hapo chini na mimi nitajibu. Fuatana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Karibu. Okay, kwa wewe ambaye utakuwa unatumia ChatGPT kwa mara ya kwanza, kitu cha kwanza cha kufanya ni kwamba utaenda katika browser yote uliyokuwa nayo kwenye simu, kama ni Chrome au browser yote ile, then utaenda kwenye sehemu ya kutype, utaandika ChatGPT. ChatGPT ni software ambayo inatuwezesha kuandaa maudhui. Inaweza kasaweza kuandaa script, na leo itatusaidia kuandaa idea ya nyimbo. Bila kupoteza muda, kama unavyoona hapa katika upande wa kusearch, yes, chatgpt.com. Ikishafunguka kwa mara ya kwanza kabisa, itakuhitaji usign in kama inavyoonekana kwenye mshale hapa. Utahitaji kusign in, and then ukisha sign in, kusign in maana yake ni kufungua account. Utafungua account, and then ikishafunguka account yako utaweka email, na ikishafunguka utaanza kuitumia. Kitu cha kwanza utakachokutana nacho ni utakutana na hii interface hapa, ambapo kutakuwa kuna sehemu ya kuandika ujumbe wako au command, ambapo hapa kwenye mahali pameandikwa ask me anything. Hapa ndo mahali ambapo utakuwa unaandika kile kitu ambacho unataka AI ya kutengenezea. Sasa for the sake of muda ni kwamba kitu ambacho tulikuwa tunahitaji kutengeneza tunahitaji kutengeneza wimbo. Na mimi hapa kama nilivyoonyesha, nimeandika hapa kwamba generate for Tanzanian Swahili Bongo Flavor song, mix Bongo Flavor ambayo inakuwa mix na Zuku style kama mnavyoona hapa. Nikamwambia anipe idea 4. Idea ya kwanza iwe na mapenzi, idea ya pili maumivu, idea ya tatu iwe majuto, na idea ya 4 iwe mapenzi ya kweli. Kwa hiyo nilikuelekeza anitengenezee nyimbo za Kiswahili, lakini kitu ambacho nilimwambia azingatie, kwanza kabisa nilimwambia azingatie simple English kama unavyoona, simple English. Nikamwambia pia azingatie Swahili accent, simple Tanzanian Swahili accent. Hivi ni vitu vya msingi sana, kwa sababu mara nyingine au yeye wanakutengenezea lugha ambayo sometimes imekuwa ipo complicated, au Kiingereza ambacho kiko complicated, au Kiswahili ambacho kipo complicated. Kwa hiyo unatakiwa umwambie tu tengeneza mashairi ya Kitanzania ambayo ni ya Kiswahili ambayo ni mepesi. Okay, akanitengenezea kama unavyoona response hapo. Akatengeneza nyimbo ya kwanza, ilikuwa ni hii mapenzi. Ya mapenzi tunaishi, nyimbo ilikuwa inaitwa tunaishi milele. Akanipa intro, akanipa format kabisa ile ya nyimbo, intro, verse, pre-chorus, bridge. Yes, akanipa format nzuri kama hiyo. Lakini kitu kwanza msingi za kuzingatia ni kwamba anapokuwa amekuandikia yeye, kumbuka anatumia maneno yake anayojua yeye. Kwa hiyo ni muhimu pia hata wewe kufanya check up, uka twist yale maneno katika maneno yako unayotaka wewe mwenyewe, ili nyimbo iweze kuvutia zaidi. Lakini kitu cha msingi cha kuzingatia, hizi vitu anavyokuwa amekuandikia hapa kwenye intro, amekuandikia Zuku gitaa na bongo beat. Haya maneno unatakiwa uyaache kama yalivyo, kwa sababu haya ni maelekezo. Utakapoyaweka kule kwenye platform ya kutengenezea wimbo, unamuelekeza yule AI jinsi ambavyo unataka wimbo wako uende. Kwa hiyo ni maneno ambayo utaki kuyaondoa, utakuwa uyaweke, uyakopi kama hivi yalivyo,
na mabano yake hivi watakuweka kama yalivyo. Yes, kwa hapa tutaassume kwamba nyimbo yetu imeshakamilika, and then tutaikopi kama ilivyo ili tuweze kufanya nini, kwenda katika hatua inayofuata ambayo ni ya kuitengeneza wimbo. Kwa wewe ambao utakuwa hujapendezwa na maneno, unaweza ukachukua ukakopi and then ukaenda kuyaedit unavyotaka wewe mwenyewe, kubadilisha baadhi ya maneno ili kuleta mvuto katika nyimbo yako. Hatua inayofuata ni ya kutengeneza wimbo. Okay, tunaendelea na hatua ya tatu ambayo ni kutengeneza wimbo. Sasa hapa tulipo kuepo ni platform inayoitwa Suno AI kama inavyoonekana hapa katika upande wa kusearch. Suno AI. Hapa Suno ndio mahali ambapo tutatengeneza wimbo wetu. Ni moja kati ya platform bora sana za kutengeneza wimbo kwa sasa. Utakwenda katika kuipata hii sehemu ni kwamba utaenda katika Google and then utatype suno.com kama inavyoonekana hapo. Utatype suno.com. Okay. Au kuandika tu Suno AI, result itakayokuja itakuwa ni hii. Utafungua kwa mara ya kwanza kama umeanza kuitumia, itakubidi usign in ama ufungue account. Kwa mara ya kwanza ukifungua utapewa free credit ambazo hizo free credit tutazitumia kutengeneza nyimbo. Unakuwa katika bure kabisa, zinakuwa katika ni free plan. Ambapo sasa katika free plan kitu ambacho hutaweza kukiaccess, ambacho mimi naweza kukiaccess wewe utaweza kukiaccess, ni hizi modi za kutengeneza nyimbo. Kuna version 4 na version 4.5. Hizi ni moja hapo kati ya latest model ambazo ni the best sana. Version 4 na version 4.5. Hizi ni best sana, lakini hizi zinakuwa accessible kwa watu waliolipia tu. Kwa watu ambao hawajalipia unaweza kutumia hizi za chini ambazo pia sio mbaya sana, lakini ukitaka quality result cheza na 4 au 4.5, lakini sasa hiyo ni mpaka uwe umelipia. So for the sake of our video ni kwamba tutatumia 4.5 kwa sababu ndio nataka nionyeshe jinsi gani ninavyotengeneza nyimbo katika ubora wa hali ya juu. Okay, ukija katika interface hapa kuna kitu kinaitwa hichi lyrics hapa kinaonekana. Hii lyrics hapa ndio sehemu ya kuandika nyimbo yetu. Lakini hapa juu kuna mahali pameandikwa simple and custom. Simple and custom. Hapa kwenye simple, hapa ni sehemu ambapo utakuwa wewe mfano huhitaji kutengeneza, utaki kutengeneza lyrics, unataka kila kitu ufanyiwe na huyu AI. Kwa hiyo utakachokifanya ni kwamba utaandika vitu ambavyo unataka huyu AI afanye nini, akutengenezee. Mfano kama hapa mimi niliandika Afrobeat, hapa nilikuwa nataka anitengenezee wimbo. Ukiandika Afrobeat na maana atakutengenezea wimbo wa Afrobeat. Unaweza kuwa na prompt akutengenezea ChatGPT labda kutengeneza wimbo wa style fulani, ukaja ukaiweka hapa. Ni kwamba yeye atakachokifanya ni kwamba atakutengenezea lyrics yake na atakutengenezea pia na maneno na wimbo ambavyo yeye anaona anataka. Lakini ukitaka control ya muziki wako ni kwamba utakuja sehemu ya custom and then utaandika kila kitu from the scratch. Okay, turudi katika upande wa simple. Pia unaweza kutengeneza beat ambayo halina maneno. Halina maneno. Kwa hiyo hapa ni kwamba ukitaka kutengeneza beat ambayo halina maneno ni kwamba utaandika hapo unachokitaka and then utaswitch kwenda kwenye instrumental. Ukiswitch katika kwenda instrumental moja kwa moja ni kwamba kitu kitakachotengenezwa hapa ni beat tupu, halitakuwa halina maneno. Sawa. Kwa hiyo hapa tukirudi katika upande wa custom tunaona kuna upande wa lyrics. Alafu pia tukishuka chini tunakuta kuna style description. Hapa style description ni sehemu ambapo tunakuwa tunamuelekeza AI kwamba wimbo unatakiwa uweje. Style ya wimbo inatakiwa iweje, kama ni Afrobeat, Bongo Flava. Uzuri sasa hivi hii 4.5 inaelewa mpaka Bongo Flava. Yes. Kwa hiyo unamuelekeza kwamba nataka style ya Bongo Flava na atakufanyia style ya Bongo Flava, kama ni Afrobeat, kama ni rap, kama ni hip hop, whatever. Yes, tukija upande wa chini hapa exclude style, hivi ni vitu ambavyo unahitaji katika wimbo. Havina maana sana na huwa sivitumii mara kwa mara. Ila ndio ni simple, ni kwamba vile vitu ambavyo unahitaji katika wimbo wako. Ukishuka hapa chini kuna kitu kinaitwa persona. Hii persona ni maalum kwa watu ambao wamelipia, watu ambao wana pro plan. Hii persona ni katika kutengeneza consistent result. Mfano, umetengeneza wimbo and then ukaupenda style yake. And then unataka wimbo mwingine uwe na style ile ile ya wimbo ulioupenda. Ndio hicho kinaitwa persona. Kwa hiyo utakachokifanya kwamba kwenye ule wimbo ulioupenda utakuja, mfano kama hapa wimbo ndio umeupenda kwa watu ambao sasa wamelipia, ataklik kwenye hivi vidoti vitatu hapa, atapata hizi menu, atakuja hapa kwenye sehemu ya create, afu atakuja hapa kwenye make persona. Kwa hiyo ukitengeneza hapa make persona ni kwamba utaandika jina hapa mwenyewe unalolipenda, alafu picha sio lazima, unaweza ukadescribe hapa ili usije ukasahau kwamba ni sauti aina gani, kama ni reggae nini hivyo. Alafu
Kwa kama unataka hii persona iwe public watu wengine waitumie, utaacha kama ilivyo. Lakini kama hutaki iwe public, utazima hichi kidude hapa. Hii itakuwa ni ya kwako peke yako. Kwa hii itawasaidia wale ambao wanapenda kutengeneza consistent result za wimbo. Yes. Ukishuka chini hapa kuna song title. Hapa ni sehemu ya kuandika tu jina la wimbo. Yes, na hapa kuna workspace na hapa ni my workspace. Hapa kwenye workspace ina maana ni mahali ambapo nyimbo zako zitakuwa zinahifadhiwa. Yes, hii ni kama faili. Kama unavyoona hapa my workspace, hii ni faili ambayo nyimbo zangu zote zinakuwa zinahifadhiwa hapa, zote ambazo nimeshawahi kutengeneza. Yes. Moja kwa moja sasa nyimbo yetu ndio hii hapa. Tumesha ipaste mahali hapa, na assume kwamba nyimbo sija ibadilisha chochote, ipo kama vile ambavyo ChatGPT ametuandikia. Yes. Kitu kingine cha msingi cha kuhakikisha hapa ni kwamba hakikisha tu double check umeandika style description kama ilivyo tusema bongo flavor na zouk. Umeandika jina la wimbo and then una hit create. Sasa kwa sababu mimi nimesha create hii nyimbo tayari, haina haja kurudi tena kucreate mara ya pili. Ningeomba tusikilize result. Nakupenda moyo wangu wote, sitaki mwingine, I promise baby. Kila siku nawe najisikia raha, tukaze tushikane hadi mwisho wa maisha tuliyopitia siamache. Okay, fantastic, best result. Kama mlivyosikia, nyimbo nzuri, ina melody nzuri na ina beat la kuvutia sana. Kwa hayo ndo maajabu ya Suno AI Vision 4.5. Kinda best to me. Na ili kuonesha kabisa kwamba hichi kitu kinafanya kazi, binafsi nimetengeneza album ya gospel na wimbo wa kawaida wa Kiingereza. Nitapini link katika description ili uweze kupata muda wa kwenda kusikia na kujifunza pamoja. It's fun. Yes, it's fun na inafurahisha sana. Unaweza kutumia kujifunzia, unaweza kutumia kutengenezea nyimbo ambazo zinaweza kukuingizia kipato hapa YouTube. So, nadhani mpaka kufikia hapo, I hope kila mtu atakuwa amefurahia na ameelewa namna ya kutengeneza wimbo. So, I hope kila mtu ataanza kupractice jinsi ya kutengeneza wimbo. Kwa wanaotaka result za kawaida, utacheza tu na Vision 3.5. Lakini kwa wanaotaka dive deeper katika Pro Tools utatumia Vision 4 na Vision 4.5. Hiyo ina maana utalipia $10 kwa mwezi. Kinda cheap, wala sio gharama kubwa. Lakini pia kitu kingine kitu kizuri kwenye Suno AI ni kwamba they are faster katika kugenerate wimbo. Wimbo unaweza kugeneratiwa within less than 1 minute. Faster sana. Hicho ndio kitu ambacho ninakipenda kwa Suno AI, na wana result ambazo ni nzuri. AI wake kidogo anaelewa, hata Kiswahili chake sasa hivi kimekuwa improved, anafanya vizuri kama vile ni mtu ameimba kweli. So baada ya kusema hayo, niseme asante na nikukaribishe katika tutorial nyingine. Kama utakuwa una maoni, utakuwa na swali, utaweka katika comment and then maisha mengine yataendelea. Have a blessed day.